Ujambo mtazamaji, karibu sana Black Mamba TV. Leo hii tuko maeneo ya Chimoi. Hii ni Chimoi. Maeneo ya Chimoi na tuko kwa mheshimiwa Ngome ambaye alikuwa MCA wetu wa Luandet Ward. Tumekuja mahali hapa na ningependa tuweze kumfahamu. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa John Ngome. John Ngome. Asante sana. Tumetembea na ndugu yetu hapa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Wycliffe Nyota aka Nyota Ndoko, na leo hii tuko kwa mheshimiwa ambaye mwenyewe anajulikana kama tairi 10. Sijui kama angali tairi 10 ama sasa imebaki tairi 6. Hizo tairi bado ziko. Yes. Bado ziko tu. Kwa nini ukaitwa tairi 10? Mimi nilikuwa kansela. Yes. Kwa miaka 30. Yes. Nikawa hata meya huko Webuye kwa inji ya Bungoma ambaye ni ya Wabukusu. Na nikajaribu, nilikuwa Luandet Ward ilikuanga Webuye Municipal Council na nikawa huko. So that is why nilitoka huko nikaja hapa nikaona nisaidie watu wa huko kwetu. Yes. Sasa wakati huo ilikuwa inaitwa Luandet Ward ama kulikuwa na jina tofauti? Ilikuwa inaitwa tu Luandet Ward. Yeah. Yes. Ilikuwa Luandet Ward, ilikuwa inakava kutoka Kaprengu mpaka hii signboard ya Nzoia moja kwa moja mpaka River Nzoia. Yes. Okay. Wakati ulikuwa MCA wa Luandet nakumbuka imekuwa mwaka wa 2017 mpaka 2022. Yes. Kabla ya kuwa MCA wa Luandet ulifanya kazi katika municipality ya Webuye. Ni mambo gani ambayo uliona ambayo ilikuwa inatendeka kule ambayo uliona kwamba ikikuja huku ingesaidia zaidi? Wakati nilikuwa Webuye kuna vitu vingi sana vilikuwa vinatoka Webuye vikikuja huku kwetu. Kama barabara tulikuwa tunatengeneza barabara, sisi tulikuwa hatuchukui tractor ati inakuja kulima barabara pesa iende na tractor, hapana. Tulikuwa tunaangalia barabara, tunaleta watu wetu wanalima na mkono, so that pesa hii ambayo imekuja kwa Luandet Ward ipaki Luandet Ward. Okay. Sasa kabla ya pale Luandet Ward kutolewa Webuye kulikuwa na ingine huko? Kulikuwa na Luandet nyingine huko. Ambayo ilikuja ikaunganishwa na hiyo ilikuwa imeenda Webuye ikawa moja, ikatolewa ikarudishwa Kakamega. Ya kulingana na boundary sasa ya devolution. Na maeneo gani hasa ya ward katika hii ward ya Luandet wakati ulikuwa MCA uliyapea kipaumbele sana kwa maendeleo, kuyapa maendeleo? Yes. Sijui ni maeneo gani ambayo uliweka kipaumbele sana? Kipaumbele sana ilikuwa mambo ya elimu. Yeah. Mambo ya elimu ilikuwa hivi. Yes. Tulikuwa nikiangalia kwanza wakati nilichakuliwa nikaenda round nikaona Luandet inakaa namna gani. So ikawa hapa Luandet ECD ndio msingi wa shule. Na ikawa hakuna nini, watu walikuwa wanasomea kwa miti, wakati mwingine kwa miti, shule zingine karibu zinaanguka. So nikaona waje nianzie hapo chini. Kuanzia chini nikaenda kwa watu wa World Vision. Tukakaa nao, tukakubaliana wanijaribu kuniinulia msingi wa ECDs, kajenga. Wakaanza na shule ya Mutua katika Mabuye. Ikawa nimekubaliana nao kila sub location at least tujenge classroom. Not classroom mbili na ofisi ya walimu. Tukaenda Mutua ini Mabuye. Tukaenda Chetambe ini Mahanga. Hapa kwangu Luandet nikawa nimeuliza wanipe msaada kutoka kwa county ya Kakamega. Yeah. Wakanijengea Chamavere primary, Chamavere ECD. Nikaenda moja kwa moja paka Mabuye. Watu wa World Vision sasa. World Vision ikalijengea Mutua, ikajenga Mabuye, Maturu sub location ikajenga Maturu, Mahanga ikajenga Chetambe. Huku kwangu nikajenga hii Chamavere na kutoka kwa county hiyo kidogo shule ikaanguka ya Nzoia ECD, karibu yaangukia watoto. Nikaenda tena kwa county nikaomba huko, wakaja wakanijengea tena ECD Nzoia. So ECD kaa kwa Luandet 2 na huku kwingine moja. Mabuye ikawa 2.
mbili, that is Mutua na Mabuye. Na Maturu sababu kuna sublocation 4 katika wadi ya Lwandeti. Yes. Umeongelea mambo ya Lwandeti, Yes. umeongelea Maanga, Yes. ukaongelea Mambuye. Yes. Kuna mradi yote ulifanya katika sublocation ya Maturu. Yes, Maturu pia tulijenga ECT walileta hapo. Tulikuwa nimekubaliana kila sublocation ipate ECT moja na kila sublocation ilipata. So Maturu sublocation mkapeleka Maturu Primary. Maturu Primary. Maturu Primary. Yeah. So karibu kila sublocation ilipata. World Vision ndio haikuja huko kwangu. Huko already nilikuwa na moja najenga mimi mwenyewe huko. Sasa siwezi leta tena nyingine huku. We are sharing this thing equally. So Nzoia tulienda tu ni Lwandeti Nzoia because shule ilikuwa imeanguka. So tukaweka mbili. Na kama kiongozi lazima kulikuwa na serikali ya ukatuzi ya county government na kulikuwa na central government. Kulikuwa na uhusiano gani kati ya mbunge aliyekuweko? Mbunge ambaye alikuweko mimi nilikuwa nimechaguliwa na tikiti ya Chirongo. Huyo naye akawa amechaguliwa na tikiti nyingine yake. So mimi tukawa nimeshindwa kufanya na yeye kazi. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya tu yangu kutoka kwa kaunti ya Kakamega na yeye akawa anafanya kama mjumbe. That was a Sabla Aibu. Hakukuwa na ushirikiano wowote? Sikuwa na uhusiano wote na Sabla. No, I would be cheating. Na apart from masomo kuna miradi mingine ambayo unaweza kumbukwa mpaka sasa? Wacha niseme tu masomo tu, still masomo. Kwa haya masomo kwa kuwa nimejenga ICT nikaenda kwa Obaranya because walikuwa wamejenga polytechnic, village polytechnic hapa Mutua. Nikaenda huko ili wapanue hiyo polytechnic na tukaja wakajenga hapo polytechnic nyumba, you are talking of infrastructure whatever what was it? Yeah, so nikajenga hapo, hiyo ikawa pia inatumika kwa watu wetu vijana ambao wanakuwa hapo karibu waende hapo. Na ni mambo gani ambayo yaliweza kukusaidia ndio ukafanya kazi kwa ufanisi vizuri, yani ndio ukafanya maendeleo haya? Nini ambayo ilichangia sana wewe kufanya kazi mzuri mpaka ukamaliza muda? Ni ulimi tu. Hii vitu kama World Vision is still there. Yes. Hata whoever is there anaweza kaenda kwa World Vision wakaendelea kupanua shule zingine ambazo hazikujengwa. Yes. But me I only best kwa shule zangapi kwa sub locations. But there are so many. Look on 19 primary schools in Lwandeti ward. So yeye naye anaweza kaenda street kwa World Vision, inamjangia, inaweza kajenga hapa na pale kwa shule hizo zingine. Kitu kingine kwa elimu, kwa kuwa mlisema kwa nilikuwa nachangia namna gani? Kwa elimu nilikuwa nikifanya namna hii. Watoto wakiwa wanafanya mtihani kama class 8, mimi nilikuwa nikienda na kunanunulia watoto mchele, nanunua nyama, napelekea kwa shule hiyo ili siku ya kwanza wakule chakula kutoka kwa MCA. Siku ya kwanza. Yes. Form 4 nilikuwa nikienda nanunua kuku, nanunua mchele, napelekea watoto form 4 siku ya kwanza wanakula nyama kuku ya mheshimiwa ili wawe na motive ya kufanya kazi vizuri katika examination zao. Yes. And I did all this. Nilwandeti. Na kuna miradi ambayo unahisi ya kwamba ulianzisha wakati ulikuwa huko lakini kwa sasa imesimama? Miradi ambayo nilikuwa naanzisha ikasimama ni mambo ya barabara. Barabara nilijaribu kuunda barabara katika Lwandeti. Karibu kila mahali niliunda barabara. Zile barabara ambazo niliunda mimi zimekuwa mbaya zaidi until mjumbe wa Lugari amekuja na barasa hapa kwa hapo Mtenyu. Ndio wakamuomba ya kwamba tusaidie. Mtu ambaye aliomba wasaidie ni nabii. So wakawa wanasaidia nabii, na nabii pia pesa za kutoka kwa CDF, na akawa anafanya nini? Anatengeneza hizo barabara. Barabara ni mbaya, na barabara mimi niliunda barabara nyingi. If I can mention hasa kama Maturu, that is Mabuye, wacha niseme Mabuye, Maturu, nilikuwa naunda barabara ambazo hazijapitika, zinapitika lakini hazijaundwa tangu zianze. Ama if I can mention a few. Just go ahead. Niliunda barabara ilitoka Maturu ikawa inaenda shule hiyo ya Mabuye. Nikaunda hiyo ikapitia kwa Simatu hapa
moja kwa moja ilikuwa haijalimwa mpaka Denmark. Hiyo ilikuwa haijaundwa. Huko juu kabisa nikaunda kama Seventh Day Adventist Church iko hapo juu. Kuna barabara inatoka hapo inapita hapa kwa Nyamu moja kwa moja mpaka Makina. Ilikuwa haijalimwa tangu Mungu aombe inji hii, na nikalima hiyo. Inapitika hata sasa, ukienda Mara mpato yako mazuri. Nikalima kutoka Mhonje moja kwa moja mpaka kwa mtu anaitwa Karatasi. Karatasi yuko kule juu, iko njia ya kutoka Mayoyo moja kwa moja mpaka Munialo. Kwa hiyo njia hiyo ya Munialo hiyo nililima kutoka Lwandeti, Maua, Mayoyo SA, tukapakana na Chikalini na mimi Lwandeti moja kwa moja mpaka Munialo. Hizo barabara nililima mimi. Saa hii zimeoza barabara. Yes. Na ukipewa nafasi saa hii tena ya kuongoza Lwandeti Ward, ni tofauti gani ungefanya ambayo unaona kwamba saa hii haifanyiki? Yaani ni just in case ungepata nafasi saa hii, ni nini ambacho unaona kwamba aliyeko madarakani saa hii ambaye ni Dan Mukhwana, ni nini ambacho unaona kwamba afanyi? Ungepewa wewe nafasi ungeifanya hiyo vizuri? Hizo barabara ni kuwa tu urafiki na assembly huko. Unaenda kwa assembly na governor huko. Ukiwa, you see, when I went kwa assembly Kakamega, nilikuwa in opposition, so I could not do much. Lakini sasa wakati waliona mimi pia kwa county assembly na contribute vizuri, wakaniona pia mimi nafaa. So nilikuwa nikiongea na vitu vinateremka huko kwetu. Yes. Na kwa sasa tuseme kwamba wakati ule ulikuwa pale, kuna pesa ilikuwa inatolewa kukuja kwa ward development fund, pesa inakuja kwa ward direct? No, pesa ilikuwa ni huko tu. All the plans wewe ndio unapeleka barabara, unasema hii na hii na hii na hii, wanaleta surveyors, wanakuja wanasurvey, and then survey wana identify wanafanya nini, watu wana apply contractors. So quotation inafanywa, alafu anakuja anafanya nini, wanakuja wanalima. Pesa ilikuwa inalipwa kutoka huko, haikuji kwa nini kwa wote. Na kuna rumors ambao wanasema kwamba nyinyi wakati mlikuwa kwa county assembly, Mheshimiwa Oparanya alikuja akachukua milioni 11 ambayo mlikuwa mnapewa direct kuja kwa ward. Ni ukweli ama ni uvumi? Ni ukweli. Tulikuwa hatupewi pesa yote ilikuwa tu inakaa huko. Wakati wale wa kwanza walianza, walikuwa wanapewa milioni 11. It's true. Lakini wakati sisi tuliingia huko, Oparanya, you know, when they went the first time, there were no structures in the county, in the county. But now wakati sisi tunaenda, structures zilikuwa zimekuja. Oparanya amechukua pesa yote, yuko huko sasa. Ikawa ni vigumu sisi ku access kwa pesa ama kwa ward. Ni mtu unafanya tu urafiki ndio unakutengezea hizo miradi. Na unadhani ni kwa nini saa hii viongozi wa saa hii ambao wamechaguliwa hawafanyi kazi ya maendeleo? Sijui ni kwa sababu hakuna pesa kwenye county ama hakuna nini? Wewe unaona kama nini ambacho kulingana na mimi, pesa kwa county inaweza kuwa imekosekana ama iko. But you cannot just say that hakuna pesa kwa county mzima. How? Kwani wanaoperate namna gani? Si wanakula mshahara? Wakati hakuna mshahara, wanaambia watu ya kwamba kwa matanga tujue sisi hatupatii mshahara, sivyo? Wakati wamepata mshahara, huwa wanakuja kuambia kwamba tumepata. Hawakuji kusema wamepata. So wanakula pesa iko. Pesa iko. Is only that plans zao ndizo ngumu. Na kuna kitu inaitwa public participation. Correct. Wakati ulikuwa huko, ulikuwa unafanya public participation ama mlikuwa mnakaa tu mahali kwa ofisi? Tulikuwa tunafanya public participation. Hizi barabara nimesema, kuna barabara kutoka wapi, Sikalakala inaenda moja kwa moja mpaka inaenda kwa huyo alikuwa council, alikuwa anaitwa nani, Sweta. Inaenda paka kwa Mheshimiwa Sweta huko. Tulikaa na watu pale kwa miti hapa kwa Sweta, kwa mzee Sweta. Yeye mwenyewe alikuwa bado hajakufa. Ikawa ni huyu Mheshimiwa Kanzola akawa amekataa barabara isipite hapo kwao, because tulikuwa tunataka taraja iwe hapo kwao ipite ikienda kwa katikati huko ndani.
Kansela akawa amekataa. Baba nikaita public participation, watu wakakaa, baba yake akawa pale. Baba yake akasema mimi nataka hii barabara waunde barabara hii ipite, nitapitia hapo mimi nikiwa nimekufa. And indeed wakati alikufa alipitia kwa hii barabara, kwa kuwa nilikuwa nimelima, nimetengeneza daraja na watu walikuwa wanapitia. Public participation was kuna upande wa health. Kuna kitu unaweza jifunia kwamba uliacha health? Yes, health ilikuwa hivi. Health tulikuwa na Nzoia, tukawa na Chetambe, tukawa na Maturu. Maturu ikawa tulikuwa tupanue iwe na wachenge kubwa, ikawa wameallocate pesa. Wakati waliallocate pesa, contractor akaja akaona pesa hizo ni kidogo, hawezi jenga, wakawacha. Ndio hivi wamemaliza, wameweka mabati blue, sijui green, kitu kama hiyo. Yes, health center. 2, kulikuwa health center Mahanga. We had to pump in some money ili ifanye kazi, itumie watu wa Mahanga. The same to Nzoia. Those are the health centers I had in my ward. Na kuna ufumi ambao unaendelea, huo unakuwa mtaani, ya kwamba viongozi baada ya kukuja kuomba kura, wakipewa nafasi hiyo huo wanapotea. Wanapotea, wananchi wanaanza kusema kwamba viongozi tuliwapea kura wakapotea, hawapo tena. Sijui wewe pia walisema kwamba ulipotea ama? Mimi sikupotea, nilikuwa na watu karibu sana. Wacha useme ukweli. Mimi wakati nilikuwa MCA nikiwa na matanga, and I will answer your question, mtu alikusema sijui tairi 10 kitu kama hiyo. Yeah, that is how tairi 10 will come in. Nilikuwa nikienda mahali matanga yako, mtu amekufa, naenda pale kwanza, nakaa hapo na watu, nasikiza kuna nini na nini. 2, najaribu kuangalia vile wanakaa, ni watu wanajiweza ama hawajiwezi. From there narudi nyumbani, harambee inakuja kufanywa. Wakati wa harambee naenda hapo na shilingi 5,000 kwenda juu, si chini. 5 kwenda juu. Nikifika hapo naambia watu ya kwamba kulingana na vile wako hapo, naambia kwamba nyinyi hapa nitawaletea tena kuongeza kwa hii ambayo nimekuja nayo, nitawaletea kuku kapi 5. So wakeni wakule. Nitawaletea tena mchele kulingana na vile hali iko hapo kwa hii nyumbani. Nitawaletea tena mchele watu wakule. Nikachiita tairi 10. Yaani nikija hapo kwako ukiwa uko na shida, watajua ya kwamba mtu alikuwa hapo. Yes, that is now how the tairi came. Na mheshimiwa, umesema mzuri kwamba ulikuwa unakuja na shilingi 5,000, unaleta mchele, unaleta kuku, unaleta ndani kapi mpaka hata nyanya. Correct, hata nyanya. Yeah. Na kuongezea pale ulikuwa unatoa mpaka gari. Correct. Inaenda mpaka mochari. Yes, inaleta. Hii pesa ulikuwa unatoa wapi? Yangu, my own money. Yes. From your own salary ama from your own other resources? Ukitegemea salary ya county, huwezi tengeneza maendeleo huko nyumbani. No. You also go your own way, get your own way. Mimi ni mkulima, niko na shamba kubwa huko Skimu. Nalima miwa. Saa hizi niko na miwa eka 12 saa hizi huko. Hapa sasa naanza kupanda kahawa. After kahawa mtakuja kuona huyu mtu anatoanga wapi pesa. That was my own money. Yes. You see, ukitegemea pesa ya mshahara atuulinde watu hawa huwawezi. Ni ngumu. So ulikuwa unaingia kwa mfuko yako, unatumia wananchi. Na hata ukipika hesabu pengine ilikuwa inapita ile inapita ya mshahara, that's right. Sasa ulikuwa mbona ukaenda huko? Ungekaa tu uhudumia wananchi. Wapi huko? Kwa county. Kuna sababu yenye ilikupeleka county? County, kwenda county niliona mtu ambaye alikuwa na Masaka, walikuwa wanapewa pesa. Hao walikuwa wanapewa pesa, wanafanya kazi. Lakini kazi yenyewe ilikuwa haionekani. Ile milioni 11. Yes, nikaona mimi pia nikienda nipewe milioni 11 na vile najiweza naweza nikafanya kazi kushinda yeye. And that's why I went there. Kufika huko ikawa pesa milioni hizo hazipeani. Na swali ni, je, una mipango yoyote katika ama ya kisiasa kwa sasa au mwaka wa 2027? Sijui kama uko na maono ya kwamba kama 2027 pia Mungu akikujalia ukuwe na afya, unaweza ukasimama tena ukuje umalize kazi ambayo ulikuwa umeanza. We are at the crossroad. Yes. I cannot say that one. Yes. Yeah, crossroad.
Yeah. Crossroad means it is either yes or no. So uko katikati. Watu wananchi wanataka wanakutazama na wanataka kujua mheshimiwa wako na wananchi ama hayuko. Wale wananchi wenyewe wale ambao nilikuwa nikifanyia yale yote nimesema. Hao ndio wakataa mimi. Na umeleta swali mzuri. Wewe uliofanyia haya yote, ni nini hasa unaona kwamba kilikuchangia wewe kupoteza katika mwaka 2022? Kuanguka kura, you see, si at lazima uwe na pesa ndio wapita kura ama waanguke kura. No. Watu wanaofika tu mahali wanasema tumechoka na wanachoka. That's all. So walichoka tu. Yes, walichoka. Mheshimiwa John Ngome waacha aende nyumbani. Hawakuchoka na maendeleo yake. Kama ungejua mtu huyu kana maendeleo, singeanguka kura. But walichoka na maendeleo yangu na wakaona wacha niende. Wakati wa siasa 2022 2022 watu walifanya siasa, lakini watu walipokuwa nasikia kwamba tairi 10 anakuja mahali, umati wa watu ulikuwa unakuja, kwa sababu mpaka hata wengine wakawa wanasema kwamba huyu ni MCA kweli ama anataka ubunge. Kuongezea tu, kuna watu walisema kwamba hata branding ya magari yako ilikuwa zaidi ya mbunge. Correct. Ilikuwa zaidi ya mbunge. Nilikuwa nimebrand, you are right. Nilikuwa nimebrand hayo hata hizo zingine. Yani like watu walikuwa kifika mahali, hata mimi nikiwa mmoja wao wakati fulani ulikuja hapo Lwandeti DP. Na watu walikuwa wengi, lakini kila mmoja alitoka mahali hapa akiwa amefurahia sana. Sasa sijui hiyo mikakati ama zile fedha ambazo ulikuwa unatumia bado ilikuwa ni ile yenye ilikuwa ya kufanya maendeleo, ama ilikuwa bado ni zile pesa ambazo nasema ilikuwa pesa zako? Ilikuwa zangu tu, sio kufanya maendeleo. Ati wakati ilikuwa campaign lazima uwe na strategy. Yeah. That was my own strategy. Yes. Na campaign nikawa at least niwe napeana watu kitu. Na ungepewa nafasi sahi kama mshauri wa MCA, ni nini ungemwambia sahi mheshimiwa ambaye yuko sasa? Afanye urafiki kwa county, awe mkakanyafu, awe mtu wa kutumia nguvu, ndio apewe vitu kutoka huko virutu huko kuja kwa Lwandeti. Haiwezi kuja Lwandeti. Ukiangalia yeye mwenyewe when is being rated anakuwa number 69 out of 59 out of 60. We have 60 votes. Na yeye ndiye number when is being rated, yeye alikuwa number 59. Yani which means anakaa tu. Na kwa sasa, sababu wakati ule wa kwanza 2013 mpaka 2017 kulikuwa na milioni 11. 2017 ikatolewa. Kwa hiyo wanasema ati nyinyi ndio mlipitisha, ikatolewa mkapewa kitu kidogo. Hakuja mwaka 2022 mpaka saa hii kuna pesa inatolewa? Ama pia hakuna ya kukuja kwa ward direct? It is not kwa ward direct. Huwa haiendi kwa ward direct. Huwa wanapeana tu ya hii ya ward fulani, ya ward fulani, but it is there. Hawapeani mtu ataenda nayo kweli. Yeah. No, but the money is there. They say it is 20 million. 20 million, sisi tulikuwa tunapewa milioni 2 ya basari. Au wanapewa milioni 4 ya basari. It is included. This double. So huko ilikuwa 11 million by then, wakati wale walikuweko Oparanya kaja akatoa. Huyo aliporudi akarudisha milioni 20. Na kuna usemi mtaani ya kwamba kuna jamii 2 ama 3. Usipotoka kwa hizo jamii 2 ama 3 hauwezi kuwa kiongozi wa Lwandeti. Ni ukweli ama ni uvumi? Ni uvumi. Uvumi. Anybody can be a leader in this Lwandeti. He can be an MCA. Anybody. Not necessarily awe Msangalo ama Msamo. No. That one we should wash it out completely. Na swali lingine kwamba wakati ulipokuwa ukiongoza wakati ule kama MCA ama hata ukiwa kansela hiyo wakati, sijui kama uliaisikia uvumi ya kwamba Ngome must go. Yani ya kwamba unawaa hucho nyie sasa hiyo kama ningesikia yeah. Singefanya kazi hiyo yote nilikuwa nafanya, singewacha tu. Lakini nilikuwa sikusikia. Nilikuwa naona tu watu wangu at least ile waje niseme ukweli kwamba kulingana na mimi vile umesema ni hivi. Kulingana na ni standard ambayo nilileta Lwandeti hii, hakuna mtu ataweza.
Hata ndani akifanya namna gani hawezi toa hiyo pesa, anaweza katoa, lakini hao wananunua kuku, wananunua nini? Afika kwa tairi 10 hakuna. Na huyu tairi 10 ambaye anasema alikuwa ananunua kuku, ananunua nini, ukiangalia hesabu pesa ilikuwa inashinda yenye ulikuwa unapata kwa account. Kumaanisha wewe ulikuja tu kusaidia, ulikuwa nia yako ilikuwa ni kusaidia wananchi. Mbona sasa umepotea? Mimi kupotea sijapotea. Nimewachia mwenzangu afanye kazi. Because yeye ndiye alitoka from me. Watu waliona yeye ndiye anaweza. Si kupotea ati nimejificha nini na nini. No, I'm very much available. Like you have come. I am with you. Nimepotelea wapi? Kama ningekuwa nimepotelea. Mheshimiwa Ngoma tumuone. Kwa nini wanione na waliniacha mimi? Si walikataa. Mimi nikaona wacha mwenzangu nimpe nafasi afanye kazi yake. Hata leo ningekuwa nimeenda Lumakanda, lakini because you had wanted to see me, na Lumakanda inaenda kuisha, nikaona watu wengine wako wacho contribute. Si ati nimepotea ati kwa nini ama nini, no. Still mimi nasaidia watu wangu. Nini, what was your reaction wakati announcement ama matangazo sasa matokeo ya 2022 ilikuwepo? Sasa wanatangaza sasa MCA sasa ambaye amechukua kiti. Ukajikuta kwamba sasa wewe sio MCA. Kwa sababu kulingana na hiyo ranking wewe ulikuwa namba 2. Sijui reaction yako ilikuwa namna gani? Ulihisi ni kama kuna ukora imefanyika mahali ama? Mimi sikuhisi chochote, yote ilikuwa ni ya Mungu. You see, uwezi sema hata wameiba, hata kama wameiba, ni kama mpira kama unacheza. Mtu anaweza kafungia mkono. Bora referee sione ni ingia. Utafanya nini? It's a goal. Yes. That's all. And that's what I felt. Ya kwamba kama ni kuangusha watu, mimi pia nimeangusha wengine. So mimi kuangushwa sio shida. Yes. Wakati ile ulikuwa unafanya kazi na serikali ya President Uhuru, na saa hii Mheshimiwa Dan anafanya kazi na serikali ya Ruto. Sijui wewe unaona mabadiliko gani wakati wa Ruto na wakati wa Uhuru? Mabadiliko hapo, see, I cannot go in details because I am not there. Yes. I'm not in the government. Niko tu mtu wa kawaida. I'm not serving anybody. Najiserve mimi mwenyewe na familia yangu. So I don't know. Yes. Lakini vile unaona inji inaenda direction vile inaenda iko namna gani? Direction inji kwenda ama direction ya inji ambayo inaenda, you know, when you are in the field unacheza mpira, hata goalkeeper, mko na goalkeeper tu peke yake, nyinyi peke, wewe na peke goalkeeper na unapiga mpira unapita nje. Uone? Hata kama ningekuwa mimi ningekuwa, wale wa nje wanaona mpira hauchezwi vizuri, lakini yule ambaye yuko ndani alikuwa amefikiria anapiga ndani na akapiga nje. So the government of the day tunaenda na vile iko. Mwisho kabisa, kando na siasa, hapa Lwandeti tunapata kwamba visa vya wizi vimeenea sana. Juzi kuna huyu mama anaitwa Rasoa na Hayam, anakaa karibu hapo kwa Mai. Ameibiwa ng'ombe mara ya kwanza, akaibiwa mara ya pili, tena mara ya tatu. Kuna madam ambaye ameibiwa pikipiki juzi. Wewe umesema kwamba umeibiwa TV hapa ndani. Ukaibiwa ng'ombe mbili. Na wizi imeenea. Sijui wewe unaona ni nini ambacho kinachangia hii wizi? Uchangia wizi ni vijana tu wameona waanze kuiba tu vitu vya watu ili wawe na kitu at least. Ng'ombe zinaibiwa. Karibu waanze kujua ni nani wanaiba hizi ng'ombe. Karibu wanaanza kujua tu. Because kuna mmoja alikuwa anatoka hapa Nzoia. Alienda akaiba pikipiki, alienda akaiba ng'ombe na wakamshika. Walipiga wakaua. Hata wajazika. Bado kutoka hapa Nzoia. So tunafikiria ni huyo, na huyo naye akatacha watu wengine. Kama alitacha watu, si polisi wanajua. So they know who they are. But lazima tuwe na usaidizi kutoka kwa administration ili wapunguze mambo ya wizi. Kwa kuwa polisi wao wanazunguka, wana patrol, so that at least watakutana na watu wa magari ili washikwe na mambo ya wizi upunguke. Tunashukuru sana kwa muda wako. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa ajili ya kuweza kufuatilia
maneno haya ama mjadala huu ambao tumekuwa nao pamoja na aliyekuwa mheshimiwa wetu Mheshimiwa Ngome. Na iwapo uko na jambo ambalo ungependa kuweza kuchangia, kuna pale comment section, weka comment yako mahali pale, na ya kwamba tuweze kushikana mkono ili kwamba Lwandet Ward iweze kusonga mbele kwa ajili ya maendeleo. Tunashukuru sana kwa muda wako, wacha Mungu aweze kukubariki. Sana. Yeah. Asante. Yeah. Ngoja niuli.